Karibu katika Story Times. Mimi naitwa Dingo OG. Tega sikio nikusimulie. Hebu niulize swali moja. Je, ukigundua kwamba kila usiku wa manane ukiwa umelala 444 huwa unatembelewa na majini ndani ya chumba chako, utafanyaje? Ukigundua kuwa kile kitanda chako unachokiona kila siku ni salama kinageuka kuwa uwanja wa viumbe wa kutisha usiku, na wewe ndiye unakuwa mawindo yao, utachukua uamuzi gani? Wengi wenu mnaweza kusema mimi nitahama au nitaomba msaada wa kiroho, lakini ukweli ni kwamba akili ya mwanadamu imeumbwa kukataa vitu vya kutisha mpaka pale inapopata ushahidi wa macho yake yenyewe. Sisi binadamu tunapenda kujipa moyo, tunatafuta visingizio vya kisayansi. Tunasema nilikuwa naota tu, au labda panya wamepita. Lakini leo nitawasimulia kisa changu, kisa ambacho kimenifanya nipoteze uwezo wa kulala usiku. Kisa ambacho kilinipa ushahidi ambao mpaka leo nikiangalia kwenye kompyuta yangu mwili wangu wote unasisimka. Mimi ni mtu wa kazi sana. Kutokana na asili ya kazi zangu za kuandaa na kuhariri video, muda wangu mwingi na upendelea kufanya kazi usiku. Usiku ndiyo kuna utulivu, hakuna kelele za magari, hakuna wasumbufu. Kwa hiyo niliamua kutafuta nyumba ambayo ipo mbali kidogo na mwingiliano wa watu, sehemu yenye utulivu. Nilifanikiwa kupata nyumba moja nzuri sana, nyumba ambayo nilikuwa peke yangu, tena kwa bei nafuu mno. Wakati nalipa kodi, mwenye nyumba aliniangalia kwa jicho la ajabu kidogo, kisha akaniambia, "Kijana, nyumba hiyo ina ukimya sana. Hakikisha unakuwa na ujasiri mno. Labda ungekuwa na mtu wa kukaa naye kwa sababu ipo mbali sana na makazi ya wengine." Mimi nilicheka tu. Nilikunywa yale maneno kama maji, nikidhani anazungumzia upweke wa kawaida. Sikuwahi kujua alikuwa ananiasa kuhusu wapangaji wenzangu, wapangaji wasioonekana mchana. Wiki mbili za mwanzo zilipita salama. Nilikuwa na kesha nikiediti video zangu kwenye kompyuta, kisha ikifika saa 10 alfajiri naingia kulala hadi saa 4 asubuhi. Lakini kuanzia wiki ya 3, hali ya hewa ya ndani ya ile nyumba ilianza kubadilika. Ilianza kwa vitu vidogo vidogo. Usiku nikiwa nimekaa kwenye kiti changu cha kazi, nilikuwa nahisi baridi kali ikipita nyuma ya shingo yangu, kama mtu alikuwa anakaa nyuma yangu akipumua. Lakini nikigeuka hakuna mtu. Kisha vikaanza vitendo. Ninaweza kuacha kikombe cha kahawa upande wa kulia wa kompyuta, nikigeuka kuangalia simu, nikirudi na kikuta kipo upande wa kushoto. Mwanzoni nilijipa moyo, nikasema huenda ni uchovu. Lakini mambo yalianza kuwa mabaya pale nilipoanza kulala. Nilianza kuamka asubuhi nikiwa mchovu mzito sana. Mwili unauma kama nimepigwa na rungu, na macho yangu yalikuwa mekundu mno nikiamka. Kibaya zaidi, nilianza kuamka na michubuko ya ajabu mwilini. Siku moja niliamka na mikwaruzo mitatu mirefu kifuani kwangu. Yaani maeneo haya yalikuwa na mikwaruzo sana. Mikwaruzo iliyofanana na kucha za mnyama. Yaani ni kama mtu amenisogelea na kunikwaruza kifuani. Akili yangu ya kibinadamu ikanidanganya tena. Nikasema labda ninatembea usingizini. Unajua zile ndoto za kutembea? Mimi ndo nilichowaza. Nilikuwa nawaza labda najikuna kwa nguvu na ndiyo maana makucha hayo yameonekana. Au labda kuwa nyumba hii ni kubwa, kuna mwizi anatumia ufunguo malaya, ule ufunguo ambao unafungua kila sehemu, kuingia usiku, ananiibia vitu vidogo vidogo kwenye friji, na labda usiku napambana naye nikiwa usingizini bila kujitambua. Lakini hizo fikra ni za kitoto sana. Hili wazo la mwizi lilinipa hasira badala ya hofu. Nilitaka kumkamata huyo mtu mkononi. Yaani nilikuwa na wazo ambalo sikuwahi kutegemea kabisa.
Mimi ni mtaalamu wa mambo ya kamera na video, hivyo nikaona hili jambo siwezi kulichukulia kwa udogo hivi. Niliingia mtandaoni na kuagiza kamera ya siri, kamera ambayo ilikuwa ni ndogo sana, iliyojengwa ndani ya umbo la saa ya ukutani. Niliifunga siku moja mchana nikiwa peke yangu. Niliiweka kwa ufundi mkubwa ukutani, nikiangalia moja kwa moja kitanda changu, nikichukua engo ambayo inatokea mlangoni mpaka sehemu ile ambayo mimi nalala. Kamera hii ilikuwa na uwezo wa kurekodi kwenye giza totoro, yaani ilikuwa na system ya night vision, ikirekodi sauti na picha kwa ubora wa hali ya juu. Niliweka motion sensor, yaani ilianza kurekodi pale tu inapoona kuna mjongeo au kitu kinatembea ndani ya chumba changu. Yaani system niliyoiweka ni kwamba kitu kikianza kutembea tu ndani ya chumba changu, basi kamera ndio inaanza kurekodi. Nilijisemea moyoni, leo nitaona huyu mwizi na atajuta nikimkamata. Usiku wa kwanza ulipita, asubuhi niliamka salama. Hakukuwa na michubuko. Nilipoangalia footage kwenye kompyuta, kamera haikurekodi chochote. Usiku wa pili pia hali ilikuwa shwari tu. Nilianza kuhisi labda nilikuwa nachanganyikiwa na uchovu wa kazi tu, na ile mikwaruzo labda ni mimi mwenyewe tu nilikuwa napitiwa kama nilivyosema. Lakini usiku wa tatu nililala mapema mno. Ilikuwa majira ya saa 5 usiku nilipozima taa na kujivuta kitandani. Asubuhi niliamka saa 2 nikiwa nasikia maumivu makali sana puani. Nilipojishika mikono yangu ilijaa damu. Puani nilikuwa navuja damu iliyoganda. Shuka langu upande wa miguuni lilikuwa limechanika vipande vipande, kana kwamba nimerarua na wembe au kucha kali sana. Mapigo ya moyo yalianza kwenda mbio. Yaani nilikuwa naogopa mno, nikasema hiki nini sasa kimetokea? Sikuosha hata uso. Nilikwenda moja kwa moja kwenye ile saa ya ukutani. Nikatoa ile kadi ambayo ilikuwa katika ile kamera na nikaichomeka kwenye kompyuta yangu. Mikono yangu ilikuwa inatetemeka wakati nafungua lile folder. Kulikuwa na video moja tu. Video iliyokuwa na urefu wa dakika 45. Ina maana kwa dakika 45 usiku huo kulikuwa na mjongeo ndani ya chumba changu. Nilikuwa naogopa kuiplay, ila niliiplay ile video kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya 10. Kamera ilinionyesha mimi nikiwa nimelala tu kwa amani. Mwanga wa night vision ulifanya chumba kionekane kwa rangi ya kijani na nyeusi. Kila kitu kilikuwa kimya. Lakini ilipofika muda wa saa 8 na dakika 14 usiku, mambo yalianza kubadilika. Kwenye skrini ya kompyuta niliona mlango wa chumba changu umeanza kufunguka polepole sana. Hakukuwa na mkono ulioshika kitasa. Mlango ulijisukuma wenyewe mpaka mwisho. Kumbuka, mlango huwa nafunga na komeo. Basi nilisogeza uso wangu karibu na skrini ya kompyuta ili niangalie nini kilikuwa kinaingia. Nilitegemea kuona mtu, mwizi, binadamu, lakini nilichokiona giza lenye sura liliingia. Viumbe vitatu virefu sana, vikiwa vimevaa majoho meusi chakavu yaliyofika mpaka chini, lakini havikuwa vinatembea. Vilikuwa vinaelea sentimita kadhaa kutoka kwenye sakafu. Miguu yao, kile kidogo kilichoonekana kwa chini, hakikuwa miguu ya kibinadamu. Ilikuwa imekunjika kuelekea nyuma kama miguu ya mbuzi yenye kwato zilizokuwa zikisugua chini. Viumbe vile viliingia chumbani kwangu kwa mwendo wa polepole sana kama ukungu. Vilikuja na kuzunguka kitanda changu. Kimoja kilisimama upande wa kulia na kingine kikasimama upande wa kushoto na cha tatu kilisimama upande wa miguu yangu. Ndani ya video
Niliweza kujiona jinsi nilivyoanza kugeuka kwa hofu, nikiwa bado nimelala, nikiwa kama mtu ambaye anaota. Wakati huo nilikuwa naota ndoto mbaya, nilikuwa napambana usingizini bila kujua nini kipo mbele yangu. Kiumbe kile cha upande wa kulia kiliinama polepole sana kuelekea usoni kwangu. Joo lake lilianguka chini na kufunua sura yake. Hakukuwa na sura, hakukuwa na macho wala pua. Kulikuwa na ngozi iliyokunjamana, ngozi ambayo rangi yake ilikuwa ya kijivu, na mdomo mpana uliokuwa na meno makali madogo madogo kama samaki. Inatisha sana. Kiliweka sura yake nchi mbili kutoka kwenye uso wangu na kuanza kuvuta pumzi. Kilikuwa kinanusa pumzi yangu, kilikuwa kinanyonya nguvu zangu. Niliogopa sana. Mimi mwenyewe kwenye video nilianza kurusha mikono yangu kana kwamba ninasongwa na kitu. Yaani ukiwa unaota unashangaa kama kuna kitu mbele yako. Hapo ndipo kile kiumbe cha upande wa kushoto kilipotoa mikono yake. Mikono yake ilikuwa mirefu miembamba kama kijiti na ilikuwa na kucha ndefu zenye ncha kali. Kilishika mikono yangu yote miwili na kuigandamiza kwenye godoro kwa nguvu ya ajabu. Katika kupambana kwangu huko nikiwa usingizini, kucha zile zilikuwa zikinizama kwenye ngozi yangu, zikinichola ile mikwaruzo niliyokuwa naamka nayo. Kila kiumbe cha upande wa miguuni kilianza kurarua shuka langu kwa kucha zake, kikiwa kimenikazia uso. Nilikuwa naangalia video hii nikiwa nimeganda kwenye kiti changu cha kazi, machozi ya uoga yakinitoka bila mimi kujua. Nilikuwa nashuhudia jinsi ambavyo nimekuwa nikiingiliwa na majini wa kutisha kila usiku, na mimi sikuwa na uwezo wa kujitetea. Nilitaka kuizima ile video, nilitaka kuifuta ile memory card na kukimbia, lakini mkono wangu ulikosa nguvu ya kushika mouse ya kompyuta. Ilibidi niendelee kuangalia. Hapo ndipo tukio la kutisha zaidi lilitokea, ambalo sikuweza kulisahau maishani mwangu pote. Wakati wale viumbe wawili wakiendelea kunitesa pale kitandani, yule kiumbe wa tatu aliyekuwa upande wa kulia alisimama. Alisimama wima. Ghafla tu aliacha kuninusa na alinyanyua kichwa chake cha kutisha. Kisha pole sana, kama anatumia sekunde 30 kujigeuza shingo yake, akageuza sura yake. Hase, kiumbe kile kiligeuka na kutazama moja kwa moja kwenye lenzi ya ile kamera ya siri. Sijui kilijua kwamba kinarekodiwa au kilijua kwamba kuna jicho linawaangalia. Mdomo wake mpana wenye meno makali ulianza kufunguka polepole, ukitengeneza tabasamu la kutisha ambalo haliwezi kuelezeka. Kisha kile kiumbe kilianza kuelekea ukutani pale ilipofungwa ile kamera. Katikati ya video, umbo lake lilizidi kuwa kubwa kadri kilivyokuwa kinakaribia kamera. Kilikaribia mpaka kikaifunika skrini yote ya kompyuta kwa sura yake ya kutisha. Nilijikuta nasukuma kiti changu cha kazi na kurudi nyuma, nikihisi kama kiumbe hicho kinataka kutoka ndani ya kompyuta kuja kunishika katika nguo yangu. Ndani ya video, kiumbe kile kilinyanyua vidole vyake vyembamba vyenye kucha ndefu nyeusi na kugusa kwenye lenzi ile ya kamera ya siri ya ukutani. Sekunde hiyo hiyo, video ilileta mawimbi ya rangi nyeusi na nyeupe. Kioo cha kamera kile kilipasuka, kisha kompyuta ikaleta giza. Video ikaishia hapo. Mfano wa video kuzima ni huu hapo. Mwili wangu wote ulikufa ganzi. Sikumbuki hata nilivyopumua. Nilinyanyuka kwenye kiti kama mtoto aliyejifunza kutembea na kuitazama ile saa ya ukutani pale chumbani. Kweli kabisa,
Lenzi ndogo sana ile ya kamera ilikuwa imepasuka na kulikuwa na alama ya vidole vyeusi vilivyochubua kioo kile. Sikupanga nguo, sikuchukua godoro, sikuchukua friji. Nilichomoa kompyuta yangu na ile hard drive, nikachukua ufunguo wa gari na kutoka mbio nje ya ile nyumba. Nilimwachia mwenye nyumba funguo zake za getini na kumwambia abaki na kila kitu changu. Lakini hofu ambayo inanitafuna mpaka leo ninapokaa hapa katika hii studio na kuwasimulia nyie ni kwamba kila nikikaa naiwaza ile kadi, sio ile picha niliyoiona, naiwaza ile kadi. Hofu yangu kubwa ilikuja pale nilipojaribu kurekebisha ile sauti ya video kwenye programu yangu. Basi nilichukua ile kamera na kutaka kusikiliza, labda kulikuwa na sauti ambayo ilikuwa inasikika. Sauti hiyo haikuwa ya kibinadamu kwa kweli. Ilikuwa ni sauti nzito yenye mikwaruzo kama mawe yanayosagana, lakini iliongea kwa Kiswahili fasaha kabisa. Ilisema, umeamua kututazama vizuri sana. Sasa umejua tunafanana vipi. Lakini kumbuka, kuona kwako hakuzuii sisi kuja tena. Popote utakapokwenda, popote utakapojificha, chumba chochote utakacholala, tutakuwa tunakuangalia. Usizime taa ukilala usiku. Hayo ndiyo maneno ambayo yalikuwa anasema yule kiumbe. Mimi nawashauri tu, msifunge kamera za siri mkijaribu kutafuta kujua kwa sababu gani kitu gani kinataka kutokea usiku. Ni ushauri tu. Na hapo ndipo mwisho wa simulizi yetu nzuri hii ya kutisha, kisa ambacho kimenisisimua mpaka nimeamua kuwafikishia. Mimi naitwa Dingo OG. Nyuma ya kamera anaitwa Sami Pixel. Hapa tupo kwa udhamini wa Jadidu Creative Studio, studio ambayo inafanya huduma za upigaji picha, huduma za kushuti video katika matukio mbalimbali. Asante sana kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili tukutane tena katika simulizi inayofuata. Bye.